Katika mitaala mipya, ukiingia form 1 ni lazima kila mtoto asome somo la biashara, business studies. Ni somo la kumwandaa mtu kuwa mjasiriamali, kwa sababu mtoto akimaliza kidato cha 4 alafu nawaambia kama unaweza ujiajiri, lakini walao ajue mkopo unachukuaje, TIN number ni nini, BRELA ni nini, na vitu vingine ambavyo ni basics, lakini vinamuandaa vizuri zaidi. Vijana wetu wengi ni wabunifu, na ukiangalia around utaona kazi kubwa wanazozifanya, wanaanzisha hata viwanda vidogo vidogo, lakini elimu yetu lazima iwapeleke kwenye kujiandaa vizuri zaidi na swala hilo. Kwa hili somo la biashara ni la lazima kwa kila mtoto akiwa kidato cha kwanza mpaka cha 4. Ni kukidhi yale maelekezo ya rais wetu kwamba vijana wetu waandaliwe vizuri zaidi kwa ajili ya kuajiriwa na kujiajiri. Somo la Kiingereza sasa hivi litaanza darasa la kwanza kwenda mpaka darasa la 6 wakati huo tunavyokwenda mbele, na kama ni shule ya English medium, Kiswahili kitaanza darasa la kwanza kwenda mbele kwa kisha wanasoma. Somo jingine ambalo sasa ni la lazima itakuwa ni historia ya Tanzania na maadili yetu. Watu nazungumza uzalendo, lakini vile vile kuelewa nchi yetu. Kuelewa hasa historia ya nchi yetu na kuweza kuielewa vizuri na kuitetea. Bila kufanya hivyo, tunahakika elimu inaweza kawa ni nzuri sana, lakini bila kujua tunatoka wapi, tuko wapi, tunataka kwenda wapi kama nchi, inaweza katupa matatizo. Haya ni mambo machache ambayo nilikuwa nataka kuyaeleza katika mageuzi ya elimu. Yako mengi zaidi, labda kwenye maswali mtanipa fursa ya kudadavua na kufafanua. Kwa sababu yako mambo mengine, kwa mfano tunataka kuchopeka maswala yanayoendana na digital education. Yamechopekwa kwanza kuandaa watu hata namna ya kufanya programming katika maeneo mbalimbali. Kwa sababu dunia sasa hivi inavyokwenda kule, bila kwenda kwenye digital education, tunaenda kwenye digital economy, tutashindwa ku move sana watu wengine. Sasa kuna swala moja muhimu sana. Hapa duniani tunatofautiana nchi na nchi, tunaangaliaga sana GDP, tunaangalia pato la nchi. Lakini ukiangalia vizuri sana, nchi zinasonga mbele zaidi kwa kuwekeza kwenye sayansi, teknolojia na ubunifu. Na elimu ambayo haiandai wanasayansi wa nchi, kwa kweli haiwezi kutuandaa vizuri kusonga mbele. Unaweza kuwa na mgodi wako, lakini huna teknolojia, huna sayansi ya kuendeleza. Huwezi kuwa na madaktari wazuri bila kuwa na wanasayansi wazuri. Kwa hiyo katika mageuzi haya na msukumo wetu, kuna emphasis kubwa sana imewekwa kwenye masomo ya sayansi. Kwa mfano, chini ya maelekezo ya rais wetu, kila mkoa imejengewa sekondari ya wasichana ya sayansi, na ameagiza zijengwe nyingine za wanaume kwa mikoa yote, ili kuhakikisha kwamba watu kweli wanasoma masomo ya sayansi. Lakini vile vile iligundulika vijana wengi wenye uwezo wa kusoma sayansi, wakifika form 6 anasoma PCM, anapata A3, lakini anaona mimi ngoja kasome zangu biashara, hata kwenda kusoma sayansi kuna faida gani? Wao tumeweka vivutio, na rais wetu alituagiza akasema, nataka vijana hao wenye uwezo mkubwa sana kwenye science wasomesheni moja kwa moja, sio kwa mkopo. Walipieni kila kitu na hela za kujikimu na laptop na nini, wasome sayansi ili wasiache. Sisi wizarani tulivyojadili tukasema usomeshaji wa namna hiyo unaitwa scholarship. Iko scholarship nyingi duniani. Kwa hiyo sisi tuliamua kuita Samia Scholarship. Tunatekeleza maelekezo yake ya kuwasomesha, na tumeita Samia kwa kuamua sisi wenyewe, kwa sababu scholarship zina majina zote. Hata ukienda Edinburgh kuna Nyerere Scholarship, sio hela za Nyerere, ni heshima tu kwa sababu alisoma kule. Kuna scholarship za Mandela, wala sio hela za Mandela. Kwa hiyo rais wetu alivyosema tuwasomeshe, wakimaliza form 6 wamefanya vizuri, mradi wakasoma masomo ya sayansi, tehama, hisabati, uhandisi au elimu tiba, vyuo vikuu vya ndani, tuwasomeshe, inaitwa Samia Scholarship. Tumekuwa tukitekeleza vizuri sasa hivi, na tumeona vijana wengi, watoto wengi wanapoingia kidato cha kwanza wanaanza kusema nitajipambanua sana kwenye hisabati na masomo ya sayansi, nitaenda kuchukua taasisi za sayansi ili nimpunguzie mzazi wangu mzigo, nikienda chuo kikuu nasomeshwa. Wengine watumia neno bure, kwa sababu utalipiwa tuition fees, utapewa na hela ya kujikimu, utapewa na laptop, unaendelea na kusoma. Kwa hiyo Samia Scholarship inatumika kama kivutio, vijana wenye uwezo wasome sayansi. Nimesema bila sayansi nchi haiendelee. Tutafanya mambo mengi sana, lakini tunahitaji wanasayansi. Na wanasayansi hao wengine wakisoma uhandisi sasa wakienda mbele, wao wana teknolojia. Tuna migodi, tuna kila kitu, hatuwezi kutegemea watu kutoka nje. Mimi kwa niaba ya wanasayansi wote, katika mrengo huu tumeamua kutoa Samia Scholarship Extended kwa baadhi ya field. Tunapeleka sasa hivi kwenye masters
wakati fulani tulikuwa tunatafuta mtu wa kuangalia tume ya nguvu za atomi hapa Tanzania. Tukagundua wasomi wa maeneo hayo wamepungua sana, wakati sisi tuna uranium hapa Tanzania. Kwa hiyo tukaamua kwamba kuanzia sasa hivi ile tume itenge fedha kusomesha Watanzania katika level ya masters katika kitu tunachokiita Samia Scholarship Extended katika maeneo hayo.